Mungu ana pigo lake, akipiga na watesi wanajua hili ni pigo limetoka kwa Mungu, sio huyu tena, kwa sababu yeye akiliachilia huwa haliwi la kawaida. Ana jinsi ya kujifunua, maadui wajue ya kuwa huyu ni wa kwangu. Anasema aliye wa kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa hiyo adui saa zingine huwa anahisi kama wewe umeshindikana, lakini kumbe Mungu anakutambua kivingine. Mimi nakushauri tu, mtu wa Mungu, usiogope hiyo vita. Vita sio ya kwako. Tunamwona hata Daudi amefika mwisho, kaka zake wanamdharau, wanamwambia wewe ndio utaweza, sisi tumeshindwa, sisi tunamuogopa Goliathi, tunamkimbia. Lakini yeye akasema vita si ya kwangu, yuko atakaye tupigania kumwaibisha huyu anayeaibisha majeshi la anayeaibisha jeshi la Bwana. Ndipo tunaona ile ujasiri aliobeba Daudi. Kaka zake wote wakanyamaza. Pale alipopata ule ushindi, hata Sauli ambaye alikuwa anamkatalia akabaki anashangaa. Huyu mtoto nilikuwa nashindwa hata kumpa mavazi. Anampa mavazi, anamwambia mimi hayo mavazi sitaweza. Akabeba kombeo lake, akabeba mawe yake 5, akaweka, akaondoka zake. Sasa akabaki anashangaa. Hili jiwe la kawaida kabisa kweli limeenda kumpiga Goliathi. Kwa hiyo halikuwa jiwe. Ile ilikuwa ni uweza wa Bwana. Lile jiwe liliwekezwa na malaika wasio wa kawaida. Wale malaika walioweza kupiga ile Yeriko kwa ajili ya kuimba tu, ndio walioshuka kwa mtu anaitwa Daudi. Kwa hiyo wakalisindikiza lile jiwe. Lilipopiga kwenye paji la uso, sio unafikiri kwamba alikuwa ni Daudi, hapana. Ilikuwa ni Mungu mwenyewe alimpiga. Ndio maana Daudi alisema, kwa uweza wangu sitaweza, lakini yuko Bwana wa vita, atajipigania mwenyewe. Hapa itajulikana ya kuwa mimi ni wa nani. Na kweli ikajulikana. Mungu wa utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo akawa mkuu. Kwa hiyo Daudi akatambulishwa ya kuwa ana Mungu wa pekee aliye bora kuliko Mungu wa Goliathi. Kwa hiyo ninataka kukutia moyo, mtu wa Mungu, usiogope unapopita. Haijalishi unapita jaribu gani. Haijalishi watoto wamefukuzwa ada. Wewe usiogope. Muite yeye ambaye unaendaga kutoa sadaka zako. Unakopeleka sadaka ndiko moyo wako ulipo. Nenda kamuite Bwana. Mwambie Bwana wa vita, ingilia kati hili jambo. Utashangaa zoruba ile imeisha, watoto umepata kaada kadogo, umepeleka shule, wamekupokea. Kwa sababu si wewe tena. Unaporudi unakuwa ni mtu mwingine uliovikwa vazi la utukufu la Kristo. Kwa hiyo wanapokuwa wanakuangalia, wanaona miare ya moto. Hau wewe tena. Wakati wanakufukuza na watoto wako, unakuwa ulikuwa wewe. Lakini unaporudi umetoka madhabahuni, umeomba Mungu na Mungu amekusikia, uwe na uhakika ile vita anaituma damu ya Yesu ikakupigania. Kwa hiyo yeye anajiita